Nafurahi kuona. Me too. Uko pale nyuma. Mambo. Naendeleaje? Mko poa? Basi. Leo nikasema I want to have a story time. Hivi, nanyi si mnaonaga hizi competition za online kama ni za uongo, si ndio? Za kwenye social media na post labda Instagram, zile labda za yani ma competition yanakuwa mengi. Makampuni mbalimbali yanapenda kuhold competition. Au Tigo nani. I used to be one of them. Yani nilikuwa naonaga ni uongo. Sasa hivi kidogo naamini. Ila zamani ni uongo. Mwaka jana 2025 nilishinda maji. Niliposema maji na hakika wanajiuliza maji nimeshindaje. Mnamjua Hamisa, si ndio? Hamisa Mobeto, huyo ndio. Si mnamfahamu? Huyo. Kuna yale maji ya Hamisa. So originally ile kampuni inaitwa Yakit. Lakini kwa sababu kuna sura ya Hamisa pale na wengi wetu tunamfahamu, kwa hiyo ndio tumeshafanya hiyo ndio jina. Yeah. Kuna siku Hamisa Instagram aliposti akasema alikuwa kwenye event yao Yakit. Akasema wana hold shindano, ambalo hilo shindano washindwe tutoka na katoni 50 za maji. Akasema katoni 50, nikaendelea kusikiliza. Wakasema kwamba cha kufanya ni kuwafollow Yakit, kuwafollow then DM mwambie kwa nini wakupe hayo maji wewe, yani kwa nini waache watu wengine wakupe wewe. Akasema why not, unafuata private. Unajua kuna yale mashindano mengine yako basi public, hata kama mtu ni mwoga unaogopa judgment ufanye, lakini trust me, mkiwa mnaona yale mambo msiwe mnaacha. Yani mimi kwanza sasa hivi vitu ambavyo vinafanyika nafanya, simuumizi mtu, nafanya kwa sababu ile siku nikasema yani vinafanyika vizuri legal. Nimeona nijiclarify hapo. Hai. Nikatuma DM nikatulia. Sasa few weeks later nikapigiwa simu nikaambiwa naongea na fulani, nikasema ndio. Akaniambia hongera, umeshinda katoni 50 za maji. Sasa unajua ile zamani ulikuwa una imagine kwamba ukipewa hizo taarifa utaruka, utacheka, utashangilia, utapiga kelele. Lakini ile siku nilikuwa mpole kabisa, nikasema okay, asante. Wakaniambia unaweza kufika sehemu fulani siku fulani, nikasema ndio. Nikasema asante, kukata simu. Sasa ndio pale naanza kuprocess. Kwanza nikauliza mbona wamenipigia